natamani sana tuwe na masomo yanayoendana kwa wakati kabisa. Natamani sana Jumatano tuwe tunajifunza, Ijumaa tunafanya maombi, na unakiweza funga na kuomba kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vile pia tunapokuwepo Jumapili, tunatamani tuwe tunaanza mapema saa 3. Ile ni Bible study kwa ajili ya mafundisho, lakini tukija kwenye neno la Mungu kama hivi tunaongezea tena kitu kingine. Kwa hiyo natamani sana tufanye vizuri katika kuwa na juhudi katika kujifunza mafundisho na pia kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna msemaji ambaye mhubiri atakuwepo, mwinjilisti jana wetu ambaye tuna akiba ya watumishi wa Bwana katika kanisa letu. Naomba atakapokuwa anainuka piga makofi na vigelegele kwa wakati ambao Bwana ametupa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwasalimu kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi. Amina. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii nzuri, lakini namshukuru Baba kwa upendeleo pia kuniweka niweze kukaa hapa niseme na watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ametutengeneza ni yeye kwa kupitia msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asifiwe tena Yesu. Asifiwe mfalme wa amani. Amen. Haleluya. Amen. Basi Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante Bwana kwa wakati huu mzuri ambaye Mungu umetupa neema kubwa watoto wako tuweze kusikiliza maneno yako mazuri haya ambayo Bwana yanatuweka tuwe vile unapotaka. Mioyo yetu Bwana ikaambatane na neema yako na nguvu zako ili tuyawaze yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama mwenyekiti wa injilisti nadhani tumeshalichukua ile swala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niseme tu muda sio mrefu tutaanza kuingia live na mataa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naamini hawatotuangusha. Yaani muamini Mungu ni mwaminifu na kufanya vizuri sana. Lakini pia nisisitize jamani, kwa habari ya maombi, tuwe na maombi ya nyumbani. Yaani kuna watu tunalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama una familia yako, ibada ya nyumbani ni nzuri, haujawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jitahidi sana, omba na familia yako, fanya ibada. Shetani hawezi kuidhuru familia yako kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Asifiwe tena Yesu. Lakini pia wainjilisti tumeanza huduma zetu za mitaani. Yaani muda sio mrefu najua Baba atatutengenezea mazingira. Muda sio mrefu tutaanza kuhubiri mitaani wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tutakuwa na maombi wiki wainjilisti wote ya kufunga masaa 12 tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutahitimisha Jumapili. Asifiwe Mwokozi. Tutaendelea kama kawaida saa 12 tutakuwa tuko hapa kila siku ili tuweze kukamilisha mipango yetu ya injili. Asifiwe tena Yesu. Amen. Basi twende kwenye neno la Mungu. Andika, nifanyeje saa ya kujaribiwa? Nitafanyaje saa ya kujaribiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini mcha Mungu apitie magumu? Ni kwa nini? Na akipitia magumu atafanyaje saa hiyo ili aendelee kudumu na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunapitia magumu, ni kweli tunakataliwa na jamii, tunakataliwa na ndugu, ni kweli tunapitia magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli wakati mwingine unaweza ukakataliwa na wazazi wako, ukakataliwa na mume wako, ukakataliwa kwenye jamii unayotoka, ukapitia magumu kupita kawaida. Wakati mwingine unawaza, wakati mwingine unakosa tumaini. Sasa Mungu anasemaje?
Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo anazungumzaje? Anasema utafanyaje saa ya kujaribiwa? Asifiwe Yesu Kristo. Kwa sababu kwenye saa ya kujaribiwa kuna mambo mengi hutokea. Inawezekana unaweza ukachanganyikiwa ama ukashinda. Sasa leo wamekuja kukuambia ufanyeje saa ya kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojaribiwa, nini ambacho unatakiwa kukifanya ili udumu katika Kristo Yesu? Amen. Sikiliza nikwambie, kujaribiwa, hatujaanza kujaribiwa sisi. Hata Kristo Yesu ni mwanzilishi pia. Alijaribiwa alipovaa huu mwili, alitukanwa, akatemewa na mate, alizarauliwa, wakaona huyu mtu sio mtu sahihi, wengine wakamkejeli, wengine wakamvua mavazi, wakamweka kama uchi, wakamwangalia kama kinyago, wakati mwingine akasema jamii kwamba laana za zetu sisi mpaka ziende kwa kizazi, kwa sababu walimkataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukataliwa ni hatari. Sikia kwa watu kukataliwa, sikia kwa watu, Bwana Yesu asifiwe, ama kusalitiwa, sikia kwa watu, inauma, sio kawaida. Ndio maana leo ninazungumza kwa habari ufanyaje saa ya kujaribiwa kwako. Wakati unapokuja kujaribiwa, nini ambacho unatakiwa ukifanye? Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote alimkuta Yesu. Alijaribiwa. Ukisoma Luka 22:28 inazungumza kwa habari ya mateso ya Yesu. Yesu alipigwa na mijeledi. Yesu alipigwa alipovaa huu mwili. Maana ukivaa huu mwili ni sharti ujaribiwe. Kama haujawahi kujaribiwa, lazima ujichunguze mara mia, wewe ni mtu wa aina gani. Lakini ukivaa huu mwili, sharti lake lazima ujaribiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ibrania 2:18 pia inazungumza kwa habari ya Yesu Kristo alipopita kwenye mazingira magumu, alipitia kwenye mazingira na watumishi wa Mungu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Je, ufanyeje saa ya kujaribiwa? Biblia inazungumza kwa habari ya majaribu. Ukisoma ndipo au kaangalia uishi wa Biblia ina maswali kwa habari ya kujaribiwa, au kuna aina mbili za majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio majaribu makubwa. Ukienda ndipo majaribu tu mawili makubwa yanayotesa ulimwengu, yanayotesa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu la kwanza andika ni Christmas. Jaribu la kwanza ni Christmas. Hilo ni jaribu la kwanza. Lakini jaribu la pili ni Pilazo. Hilo ni jaribu la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitazungumza sasa. Christmas maana yake nini? Maana yake ni kujaribiwa kwa imani. Wanaokujaribu ni watu kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ulimwengu ndio unaokujaribu. Asifiwe Mwokozi. Christmas ni majaribu yanayokujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanakujia. Watu wanakusonga, watu kutukana, kukusema kwa watu, kukusengenya, kukusema vibaya, kuonekana wewe haufai. Hiyo inaitwa Christmas. Haleluya. Christmas maana yake ni majaribu yanayokujia. Watu wanakusema, wanakuzungumza vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma maandiko yanatuelekeza mtu mmoja pia aliweza kupitia majaribu ya Christmas. Huyo sio mwingine, alikuwa ni Ayubu. Ayubu alipitia mazingira magumu, alipitia majaribu. Alikuwa na utajiri, alikuwa na mali, alikuwa na watoto wakafa, alikuwa na mali na mifugo yote ikateketea. Hayo ni majaribu ya Christmas. Mungu anaruhusu shetani aende kumjaribu, lakini akamwambia usitoe roho yake. Asifiwe na Yesu. Hayo ni kujaribiwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya Christmas maana yake ni majaribu yanayojaribu imani yako. Kama uko vizuri
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano aliyojaribia majaribu hayo ni Prisca, ni Ayubu. Alipitia kwenye wakati mgumu, alipitia kwenye mazingira magumu. Wakati mwingine alikosa hadi msaada, hadi mke wake akamsaliti, akamkataa, akamwambia sikujui, hadi majaribu ambayo alipitia. Bwana Yesu asifiwe. Ni majaribu ambayo alipitia huyu, alipitia majaribu makubwa, lakini hakumwacha Mungu. Haleluya. Lakini hakumwacha Mungu. Jaribu la pili ni pilazo. Maana ya jaribu hilo ni majaribu yanayokujaribu wewe, yaani ndani yako, ni jaribu linalotokana, yaani jaribu linalotoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni jaribu ambalo linatoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kumwazia mtu vibaya, yaani yule namchukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujawahi kushtuka, haujawahi kuona kwamba kitu kimepita, unaanza kuwaza mabaya. Maanake ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wako namna ambavyo unawaza mabaya, hilo ni jaribu lako. Umemwona mtu tayari umeshamkosoa na kumwambia mambo tofauti. Asifiwe Bwana Yesu. Majaribu yako mawili. Namba moja, watu wanaokuzunguka. Majaribu yanayokujia yanayoudhuru mwili, yanayoudhuru nini, lakini sio ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako, hilo ni jaribu linalokujia wewe, kama yaani linatokea ndani yako. Ni jaribu linalotokea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko chochote ukilindacho, maana ndiko zitokako chemchemi. Unajua chemchemi wewe? Chemchemi maana ni sehemu ya chanzo. Maana sehemu ya chanzo ni sehemu ambapo ni maalumu, sehemu ambapo maji yanatokea. Ndio maana kuna watu wanatokea, wanajamii au wanaeneo wana mazingira, wanakuja maeneo yale, wanasema usitupe takataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye chanzo cha maji, kwenye chemchemi, ili magonjwa yasitokee wengine huko wakao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza vizuri, inasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Tusome Mithali 4:23. Hiyo tutasoma. Sasa kuna watu huwa wanasema mimi nafuata moyo. Nataka nikwambie namna ambavyo moyo ulivyo mbaya. Nataka nikuonyeshe moyo ndio umenipeleka kwa yule kaka. Nataka nikuambie sasa moyo ni mdanganyifu uje kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaamini moyo wako tangu sasa, acha kuamini, mwamini Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tusome Mithali 4:23. Tuanze na hiyo kwanza. Jaribu la kwanza ni pilazo, maana ni jaribu linalotoka ndani yako wewe mhusika. Wewe kama wewe unashangaa tayari mtu umeshamchukia, umeshamwazia mambo haya, hajakufanya chochote, anajishauri yule dada. Mithali 4:23 inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Amen. Linda moyo wako kuliko chochote ukilindacho, maana ndiko zitokako chemchemi. Maana usipolinda moyo, usipolinda moyo hatari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usipolinda moyo ni hatari. Maana adui anapata nafasi. Nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui, moyo ni hazina na Mungu anachua, naelewa. Ukimshinda moyo ukaulinda vizuri, kumwona Mungu kwako ni rahisi, lakini usipoulinda moyo ni hatari. Ndio maana Biblia inazungumza ya kwamba kwa sababu hiyo kwamba moyo ni sehemu sahihi na salama. Moyo ni sehemu ambapo chemchemi ya mbingu inatokea. Ukitaka baraka, maanake moyo wako lazima uwe safi. Maanake ukiwa safi unakutana na Mungu. Ndio maana nazungumza kwa habari ya chemchemi. Maana ya chemchemi maanake ni chanzo, ni sehemu ambapo maji yanatokea.